Je, umewahi kufanya wema ambao baadaye uligeuka kuwa ubaya kwako? Kama ni ndio, basi video hii inakuhusu wewe. Nina kisa kimoja ambacho ningependa nikusimulie kwa ufupi. Mimi wakati nikiwa advance shule ya sekondari Ngudu, nikiwa kama waziri mkuu, siku ambayo nimefika shuleni nilikuta mwanafunzi wangu akiwa ni mgonjwa. Nilipofika tu shule nikamkuta mwanafunzi wangu ni mgonjwa, na changamoto aliyokuwa nayo ni ugonjwa wa kujifunga kwa utumbo. Wakati nafika shule, na nilifika kwa kuchelewa kutokana na kutafuta ada, nimeuzauza zangu sabuni za unga nikapata fedha kwa ajili ya kulipia ada shuleni. Na siku ninafika ilikuwa kama jaribu kwangu, mtu mwenye moyo wa upendo na moyo wa ukarimu. Nilipopata taarifa zile, sikwenda tu kumtazama kama kiongozi wake, lakini kama mmoja ya watu ninaopaswa kushughulika nao katika maisha. Nilipofika hospitali nikakutana na mwalimu wa malezi, akanielezea changamoto iliyopo, na moja ya changamoto iliyokuwepo ni kwamba hakuna mwanafunzi ambaye ataweza kuambatana na yule mgonjwa kwenda hospitali ya Seketule alipokuwa amepewa rufaa. Kwa moyo wa upendo nikasema nitajitolea, nitakwenda naye. Na akaniuliza, je, fedha unayo za matumizi? Nikamwambia ndiyo, nina fedha ya ada shilingi 200,000 tu. Akasema sawa, tumia fedha hiyo, wazazi wake watakapokuja kumtazama kijana wao watakupatia fedha yako. Basi na mimi nikasema haina shida. Wakati huo wanafunzi wengine wakiwa katika maandalizi ya mtihani wa moko mkoa, na unafahamu namna moko mkoa kwa kidato cha 6 ilivyo na umuhimu sana katika mtihani wa taifa. Basi bana, tukafunga safari mpaka Seketule kwa gari ya hospitali. Tulipofika pale tukapokelewa. Jambo la kwanza ilihitajika kuweza kupigwa ultrasound. Akapigwa ultrasound kuangaliwa changamoto alionayo, pamoja na kwamba walimwandikia tatizo alilokuwa nao katika karatasi ya rufaa, lakini huwa wanajiridhisha huwa pia wanajihakikishia ikiwa changamoto ndiyo hiyo ambayo imeandikwa. Kufupisha story ni kwamba nilitumia takriban shilingi 150,000 kuweza kuhudumia, kununua dawa, kununua maji kwa ajili ya operation. Mpaka ndugu yake anafika siku ya pili alikuta kijana anapelekwa kufanyiwa operation. Hivyo walitakiwa kutoa fedha na kusaini kwamba kijana wao akafanyiwe operation. Hicho si kisa. Kisa chenyewe ni kwamba baada ya kuwa nimemwacha hospitali nikaenda shuleni, nimekaa kama siku kadhaa, mwalimu wa malezi akaniita kunipa taarifa kwamba kuna mzazi wa yule mwanafunzi amefika shuleni na alipenda aongee na mimi. Wakati tunaelekea nyumbani kwa mwalimu, maana ilikuwa ni muda ambao si wa masomo, hivyo hakukuwa na walimu ofisini, mwalimu akawa ananiambia, wazazi wanalalamika bwana, umewalipisha fedha nyingi, fedha ya rekodi uliyoiweka ni kubwa sana kiasi kwamba haiendani na changamoto ile. Nikasema mimi nilichokiandika ndicho ambacho nimekitumia, na ukizingatia kwamba hospitali nyingi za serikali utaandikiwa maji 2, watakupatia moja, nyingine utaenda kuchukua nje. Hivyo kununua dawa nje ya hospitali ndio iliyoongeza gharama. Bana, nikazungumza na mzazi wake akanipatia shilingi 40,000, na mimi nikasema sawa, hiyo fedha nyingine kama mtaweza kuilipa basi mtailipa, lakini moyoni ninaumia kwa sababu ni fedha kwa ajili ya kulipa ada shuleni. Hiyo sio shida, niliamua tu kusamehe kutokana na mtazamo wao, lakini pia maisha ya familia za Kiafrika tunajua jinsi zilivyo. Ndugu, imekaa kama wiki 2 au 3, yule mgonjwa niliyekuwa ninamhudumia, na wakati huo nilitoroka nikawa na simu shuleni, akanitumia meseji akaniambia, umeona ni vyema kufanya biashara kwa wazazi wangu kupitia ugonjwa wangu?